Katika tukio hili lisilo la kawaida lililojaa meta, kundi la marafiki wa utotoni, Doug McAllister, Ronald Griffin, Kenny Trent na Claire Simons, Find wenyewe waliandamwa na mahali ambapo maisha yamewaongoza. Kutoridhika kwao wanapotazama ndoto zao zikitoweka, hadi Griff afichue msukumo mkali. Amepata haki za mojawapo ya filamu wanazozipenda, Anaconda, na anapendekeza kupiga toleo la bei ya chini la indie katika anga ya mwitu ya Amazon nchini Brazil. Wazo hilo linashika moto, na kwa mkoto uliopatikana, wanaanza safari ya muda ya kwenda msituni, wakisukumwa na njaa ya pamoja ya maana, mambo mapya na risasi katika kitu kikubwa kuliko siku zao za kawaida. Wafanyakazi wanapoanzisha, Griff anaorodhesha jiwe la kugusa la ndani kwa uhalisi, kidhibiti nyoka kinachoitwa Santiago Braga. Lakini msiba hutokea haraka Griff anapoamua nyoka waliopanga kurekodi naye kwa bahati mbaya, kosa ambalo linaingiza kundi hilo katika uboreshaji na hatari. Griff na Santiago wanajitosa zaidi kwenye msururu wa kijani wa msitu kutafuta mbadala na kukabiliwa na mwindaji wa kutisha, The Anaconda yenyewe, ambayo uwepo wake unageuza msitu kuwa tishio hai la kupumua. Ingiza Ana Almeida, mgeni ambaye anafika na madai kwamba anawafuata wachimbaji haramu wa dhahabu. Akichezwa na Ana Almeida, Ana anaunganishwa haraka na mradi huo, huku Doug akianza kumsuka katika masimulizi ya filamu, uamuzi ambao unazua mvutano na Griff na kutatiza usawa dhaifu wa kikundi chao. Mazingira ya msikuni yanazidi kujaa, huku wafanyakazi wengine wa filamu ambao pia wanasema wanarekebisha Anaconda, na hivyo kuzua mzozo kati ya Doug na Griff, ambaye hatimaye anakubali ukweli mchungu: alidanganya kuhusu kumiliki haki za franchise. Uamuzi wa Griff kuachana na kundi hilo na kujiunga na timu pinzani haumletei faraja. Badala yake anagundua seti yao imeharibiwa na waagizaji na wafanyakazi wametoweka, na kuacha mwango wa kile ambacho kinaweza kuwa. Nia ya kweli ya Anas inajitokeza anapojidhihirisha kwa mchimba madani haramu anayekimbia utekelezaji wa sheria. Wakati wa wasiwasi unatokea wakati afisa wa polisi anajaribu kuingilia kati. Griff anarudi na kumpiga risasi afisa huyo, akiwa hakika kwamba yeye ni tishio. Ana, akiwa amefungamana na kukata samaha kwa kundi hilo, anajaribu kuwalazimisha wengine kukusanya dhahabu, lakini msitu unatoa zamu ya kikatili. Anaconda anamburuta Ana chini ya maji, akimalizia safu yake kwa mshtuko na mbaya. Marafiki wanaendelea, lakini hatari huwanyemelea kila upande. Doug anashambuliwa na mwindaji huyo mkubwa, na Kenny, Griff na Claire baadaye waligundua mwili wa Doug. Hapo awali walimchukulia kama chambo kuvuruga mnyama huyo, hesabu mabaya inayotokana na uoga na kuishi. Bado Doug anaamuka wakati Anaconda inapokaribia, akiepuka kwa shida taya yake inayopunda na harakati zake za kutochoka. Watatu waliosalia wanajikwapa kwenye seti ya filamu iliyoharibiwa, wanakiwa na kutana na Ice Cube, ambaye anaingia kwenye eneo lenye machafuko kwa usaidizi wa vitendo na wa hali ya juu. Pamoja wanapanga mpango wa pyrotechnic, wakijaribu kuteketeza mwili wa monsters kwa uzuri. Jaribu la awali linapoyomba, Griff huchukua hatua kali, akilipua mizinga ya propane kwa mwako katika jito ya kukata samaha za kumaliza tishio, wakati Doug anatoa pigo la mwisho kwa kichwa cha kiumbe huyo. Msitu huanza kunyamaza, na kikundi kilichopigwa lakini kimeshindwa kwa hisia ngumu ya kukamilika kinamaliza filamu yao dhidi ya uwezekano. Bado mafanikio bado ni ngumu. Ndoto ya usambazaji wa maonyesho hufifia Sony inapotuma kusitisha, kutatiza njia yoyote rasmi ya kutolewa. Baadaye Griff na Claire wanaoa, wakitia nanga uzi moja wa furaha kwenye mabaki ya fiasko yao. Doug, akichochewa na hali ya kustaajabu, anatembelewa na Jennifer Lopez, ambaye alifurahia filamu yake na kutoa mwito wa kuelekea mwito halisi wa kuanzisha upya, ambao unadokea siku zaidi ya tukio hili la machafuko linawenezwa na msitu. Na katika hali ya mwisho, Santiago anafichuliwa kuwa alinusuriwa, akidumu kama ukumbusho tulivu wa mafumbo ya ukatili ya jungles na hali ya maisha isiyotabirika, hata baada ya wafanyakazi wa filamu kuacha msitu wa mvua nyuma.